Habari zako rafiki. Je, umewahi kuamka asubuhi na kujiuliza, kwa nini maisha yangu yanakwenda hivi tu? Kwa nini wengine wanapanda na mimi nimekwama? Sikiliza hii. Kila kitu unachopata leo, furaha yako, pesa zako, afya yako, hata mahusiano yako, kinatokana moja kwa moja na mawazo unayowaza moyoni mwako. Kitabu kidogo kinachoitwa As a Man Thinketh kinaeleza hivi kwa uwazi. Kama mtu anavyofikiri moyoni mwake, ndivyo alivyo. Leo katika video hii, kupitia chaneli yako ya Swahili Book Summary, nitakufunulia mukhtasari kamili na hakiki ya kina ya kitabu hiki. Utapata siri 5 rahisi ambazo zitabadilisha maisha yako milele. Usikose hata sekunde moja. Kaa vizuri, chukua daftari na tuanze safari hii pamoja. Hii inaweza kuwa video inayobadilisha maisha yako. Kitabu hiki cha James Allen kiliandikwa mwaka 1903, zaidi ya miaka 120 iliyopita, lakini bado kinasomwa na watu milioni kote duniani. Ni kitabu kifupi, si zaidi ya kurasa 80 tu, lakini kina nguvu kama bomu. Mimi nimekisoma mara 5, na kila mara ninapomaliza, ninaona maisha yangu yanabadilika kidogo kidogo. Leo nitakushiriki yote niliyojifunza kwa lugha rahisi, bila maneno magumu, ili hata mtoto wa shule aelewe. Hii si hadithi tu, ni ukweli unaofanya kazi. Sasa, tuingie ndani. Point 1. Mawazo yanauunda tabia yako. Siri ya kwanza na muhimu zaidi, mawazo yako ndiyo mbegu ya tabia yako. James Allen anasema, mawazo ni kama mbegu unazopanda shambani. Ukipanda mbegu ya mahindi, utavuna mahindi. Ukipanda mbegu ya magugu, utavuna magugu. Vivyo hivyo, ukiwa na mawazo ya hasira, wivu au hofu kila siku, tabia yako itakuwa ya hasira, wivu na hofu. Lakini ukiwa na mawazo ya upendo, shukrani na tumaini, tabia yako itakuwa ya upendo, shukrani na tumaini. Fikiria hivi. Wewe unajitazama kioo asubuhi na kusema, mimi siwezi, mimi ni maskini, mimi sina bahati. Baada ya miezi 6, utaona tabia yako imebadilika. Unachelewa kazini, unagombana na mke au mume, unakata tamaa haraka. Lakini mtu mwingine anasema kila siku, mimi ni hodari, Mungu ananibariki, leo nitafanikiwa. Baada ya miezi 6, huyo mtu anatembea kwa kujiamini, anapata kazi bora, ana marafiki wazuri. Allen anasema, tabia si kitu cha bahati. Tabia ni matokeo ya mawazo unayoruhusu kuingia moyoni mwako. Unataka kuwa mtu wa amani? Anza kufikiria mawazo ya amani. Unataka kuwa mtu wa mafanikio? Anza kufikiria mawazo ya mafanikio. Hii ndiyo sababu wengine wanafanikiwa haraka, si kwa sababu wana bahati, bali kwa sababu wamechagua mawazo mazuri. Sasa, jinsi ya kutumia hii leo. Kila asubuhi, kabla hata ya kunywa chai, andika sentensi 5 chanya kuhusu wewe mwenyewe. Mimi ni mjanja, mimi nina uwezo wa kufanya biashara yangu ikue, mimi nina afya njema. Fanya hivyo kwa siku 21 mfululizo. Utaona tabia yako inabadilika. Rafiki, hii si hadithi tu, ni ukweli niliouona mwenyewe. Nilipoanza kufikiria hivyo, hata watu walianza kunisema, wewe umebadilika gani? Point 2. Mawazo yanabadilisha mazingira yako. Siri ya pili, mawazo yako yanavutia mazingira unayoishi. Allen anasema, mazingira yako si sababu ya maisha yako. Mazingira yako ni matokeo ya mawazo yako. Unapofikiria umaskini kila wakati, utavutia umaskini. Unapofikiria mafanikio, utavutia fursa za mafanikio. Fikiria hivi. Mtu anayeishi Kariakoo anasema kila siku, biashara hii haiwezi kukua, bei ya bidhaa zimepanda, wateja hawaji. Mawazo yake yanamfanya aone tu matatizo. Anafunga duka mapema, anapoteza wateja. Lakini mtu mwingine pale Posta anasema, kila siku nitapata wateja wapya, nitatoa huduma bora zaidi. Mawazo yake yanamfanya atafute njia mpya. Anatumia WhatsApp Business, anatoa ofa, anatembelea wateja. Baada ya mwaka mmoja, yule wa kwanza bado analalamika, yule wa pili amepanua duka na ana magari mawili. Allen anaeleza, mawazo ni sumako, yanavutia vitu vinavyolingana navyo. Unataka nyumba bora? Anza kufikiria, ninastahili nyumba yenye chumba cha kulala 3 na bustani.
Usiseme siwezi, badala yake anza kuiona katika akili yako kila usiku kabla ya kulala. Mawazo hayo yatakufungulia milango. Utapata kazi bora, utapata mkopo rahisi, utapata mwashirika mzuri. Jinsi ya kutumia: kila jioni tumia dakika 10 kuona maisha unayotaka. Funga macho, ona wewe mwenye gari, unaishi Oyster Bay, unafanya biashara inayokuletea shilingi 500,000 kwa mwezi. Hii inaitwa mental movie. Allen anasema hii inabadilisha mazingira yako haraka kuliko unavyofikiria. Rafiki, nimefanya hivi na nimeona fursa zinanijia kama mvua. Wewe pia unaweza. Point 3. Mawazo yanaathiri afya na mwili wako. Siri ya 3, mawazo yako yanadhibiti afya yako moja kwa moja. Allen anasema magonjwa mengi yanatoka akilini kabla ya kuonekana mwilini. Unapofikiria hofu, wasiwasi na hasira kila siku, mwili wako unatoa sumu. Unapofikiria amani na shukrani, mwili wako unapata nguvu za kuponyea. Kwa mfano, mtu anayeogopa kuugua kila siku anasema, nitaugua saratani kama baba yangu. Mawazo hayo yanamfanya asile vizuri na mwishowe mwili wake unadhoofika. Lakini mtu mwingine anasema, mimi nina afya kamili, Mungu ananilinda. Huyo anatembea kwa furaha, anakula vizuri, anafanya mazoezi na magonjwa yanamkimbia. Allen anatoa mfano. Wengine wanaumwa kwa sababu ya mawazo ya sumu, wivu, chuki, huzuni. Lakini wale wanaosamehe na kushukuru wana afya bora hata wakiwa na umri mkubwa. Hii ndiyo sababu madaktari leo wanasema stress inasababisha magonjwa 80%. Allen alisema hivyo mwaka 1903. Jinsi ya kutumia leo. Kila unapohisi wasiwasi, badili mawazo mara moja. Sema kwa sauti, mimi nina afya, mimi nina nguvu, mimi nina amani. Fanya mazoezi ya kupumzika na kushukuru kwa dakika 5 kila asubuhi. Utaona shinikizo la damu linashuka, usingizi unakuja haraka na hata ngozi yako inang'aa. Rafiki, mimi nilipoanza hii, niliacha dawa za usingizi baada ya miezi 3. Wewe pia unaweza kuacha dawa zako za wasiwasi. Point 4. Mawazo na kusudi la maisha. Siri ya 4. Bila kusudi, mawazo yako yanazurura tu na kupoteza nguvu. Allen anasema, mtu asiye na kusudi ni kama meli isiyo na usukani, inapeperushwa na upepo wowote. Lakini mtu mwenye kusudi, mawazo yake yanakuwa kama laser, yanapenya kila kizoezi. Fikiria vijana wengi Dar es Salaam. Wengine wanaamka, kwenda kazini, kurudi nyumbani, bila kujua wanakwenda wapi maishani. Baada ya miaka 10, bado hawana nyumba, hawana biashara. Lakini yule anayesema, kusudi langu ni kuwapa vijana elimu ya biashara, au kusudi langu ni kufanya kilimo cha kisasa, mawazo yake yanamfanya atafute kozi, atafute mikopo, atafute wateja, na anafanikiwa. Allen anatoa ushauri huu: chagua kusudi moja kubwa, liandike, liweke mbele ya macho kila siku. Kisha mawazo yako yote yatakusanyika kuelekea huko. Hata kama utakosa mara 2 au 3, kusudi litakufufua. Jinsi ya kutumia. Leo jioni, andika kusudi lako la maisha kwa sentensi moja tu. Mimi nina kusudi la kuwa mbiashara mkubwa wa bidhaa za Kilimanjaro ifikapo 2030. Soma kila asubuhi na kila jioni. Utaona fursa zinakufungulia kama milango ya pepo. Hii ndiyo tofauti kati ya wale wanaolalamika na wale wanaosherehekea. Point 5. Maono na utulivu wa moyo. Siri ya kwanza na ya mwisho, unapokuwa na maono safi na mawazo mazuri, utapata utulivu ambao hakuna pesa inaweza kununua. Allen anasema, amani ya moyo inapatikana tu kwa mtu ambaye mawazo yake yamekuwa safi na yenye kusudi. Hata kama dunia inavuruga, bei za mafuta zinapanda, mvua inanyosha au hainyoshi, wewe utabaki na utulivu. Fikiria, mtu mwenye maono anapoona shida, anasema, hii ni fursa ya kujifunza. Mtu mwenye mawazo hasira anasema, maisha yamekwisha. Allen anaeleza kuwa utulivu huu unakuja wakati unaposamehe, unaposhukuru na unapoona uzuri katika kila kitu. Jinsi ya kutumia. Kila usiku, andika vitu 3 vizuri vilivyokutokea siku hiyo. Hata kama ni nimepata chai ya moto au nimepumzika vizuri. Baada ya siku 30,
moyo wako utakuwa na amani isiyoeleweka. Rafiki, umesikia siri 5. 1. Mawazo yanaunda tabia. 2. Mawazo yanabadilisha mazingira. 3. Mawazo yanaathiri afya. 4. Mawazo yanahitaji kusudi. 5. Mawazo safi huleta utulivu. Sasa, nini utafanya? Chukua hatua leo. 1. Nunua kitabu As a Man Thinketh. 2. Soma sura 1 kila siku. 3. Andika mawazo yako mazuri kila asubuhi. Kama umependa video hii, fanya hivi sasa. Bonyeza like ili YouTube ionyeshe watu wengi zaidi. Subscribe na uwashe kengele ili usikose video nyingine za maendeleo binafsi. Comment chini, nitaanza leo, ili nijue umechukua hatua.